kwanza kabisa, lazima uaccept hali ya nini ya mtoto wako. Japokuwa kibinadamu ni ngumu, hiyo ni kawaida, na sisi wakina baba ndio tunaongoza kukataa. Lakini ukisha accept hali ya mtoto wako, itakuwa rahisi wewe kushirikiana na walimu kumsaidia. Hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, lazima usimshindanishe na watoto wengine. Ukimshindanisha na watoto wengine utakata tamaa. Ukimshindanisha na watoto wengine utavunjika moyo. Kwa sababu hata wewe kuna watu mnafanana kwenye umri, lakini wenzako sasa hivi wana magari, wana nyumba. Sasa mbona wewe na mimi tuna umri sawa na watu hao, hatuna magari, hatuna nyumba? Lakini wewe huyo unataka kumfananisha mtoto mwenye umri sawa na mtoto wako, yule anajua kusoma, anajua kuandika, yeye hajui. Kwa point ya pili, lazima tusiwafananishe. Lakini point ya tatu, tuwasaidie kulingana na nini? Na uwezo wao. Sawa? Kwa sababu kuna watu wanajua kusoma, wanajua kuandika, lakini sasa hivi ndio hata na nyumbani kazi hawafanyi. Lakini kuna hawa kwetu ambao kabisa hata ukimpa kazi anafurahia kuifanya nini? Kuifanya. Kwa hiyo jifunzaji sio tu kwenye eneo la nini? Academics. Wanapokuja shule wanachangamana na watoto wenzao. Kuna vitu wanafanya nini? Wanajifunza. Kwa hiyo kadri atakapokuwa mkubwa, kuna mabadiliko